Walau vipi? Kuna tatizo hapa nataka nielezee. Kuna baadhi ya wanawake wanalalamika wakimaliza tu period wanatoka uchafu ukeni. Ukiwa chocolate, ukiwa wa brown, ukiwa wa yellow, ukiwa wa rangi yoyote. Lakini wanasema kwamba wakimaliza period wanakuwa wanapata maumivu. Wanapata discharge, uchafu ukeni. Sasa kwanza tujue kwa nini mwanamke akimaliza period anatoka uchafu, na huo uchafu ni maradhi au ni normal situation, ni hali ya kawaida. Lazima tutajua kupitia video hii. Ukimwona mwanamke anatoka uchafu ukeni baada ya kumaliza period, inawezekana ni chocolate, ni rangi ya chocolate, ni mabaki ya period bado yapo yanaendelea kutoka. Kwa hiyo sio tatizo. Kwa kama wewe kuanzia leo umeona video hii, ukiona mwanamke anatoka uchafu baada ya kumaliza period lakini rangi inatoka ya chocolate, ile rangi ya chocolate ni period imemalizia. Kwa hiyo kama unapata siku 7 lakini still unaserereka tena 8, 9, 10 bado unatoka chocolate, ujue kwamba ile chocolate inayotoka ni discharge bado ya period inamalizia. Kwa chocolate ni damu ya period bado inaendelea kutoka. Ukitoka rangi ya yellow, manake njano, ni fungal infection. Kwa hiyo kama unatoka njano manake ni fungus wakati damu ya hedhi inatoka, wewe wakati unanawa au unajifuta, kuna fungus waliingia kwenye ile damu. Kwa hiyo nini kinatokea? Unaanza kutoka discharge, yani uchafu wa njano. Tumeelewana vizuri? Au sometimes tunaita trichomoniasis kitaalamu. Okay. Ukiendelea kutoka uchafu, kwa sababu kila uchafu una maana yake. Yeah. Umemaliza period umetoka uchafu wa brown. Umeelewa vizuri? Brown. Zile inakuwa ni infections za bakteria. Kwa umepata maambukizi ya bakteria. Umemaliza period umetoka uchafu mwekundu. Uchafu mwekundu. Yaani period imekata, umekaa siku 7, afu ukatoka tena damu nyekundu, afu inatoa damu. Kuna kitu kinaitwa ovarian cyst. Kuna mayai yatakuwa yamepasuka kwenye uzazi au kwenye cervix, kwenye ile uterus. Mayai yako kuna baadhi ya mayai yamefanya nini, yamebasti. Kwa kitendo cha kubasti, kupasuka, damu imemaliza, umekaa baadaye unatoka tena damu. Halafu sio damu tu, yenye harufu kali, maana kuna mayai yamepasuka. Na mayai hayo ndio tunaita vimbe maji sometimes, tunaita PCOS. Yeah. Damu imetoka udongo. Bala vizuri damu inatoka udongo. Maana yake pia ni maambukizi ya bakteria. Lakini mwisho kabisa, umemaliza period, baada ya kumaliza period umetoka discharge vipande kama mtindo wa maziwa. Inatoka vipande kama mtindo wa maziwa. Hiyo tunaita BV, bacteria vaginosis. Maana pia ni maambukizi ya bakteria, lakini tayari ameshakuwa sugu, chronic. Vibaya zaidi kuna watu wengine wanakuwa kutoka uchafu anapata miwasho kwenye uke, wengine anabambuka kabisa. Maana hizo ni chronic fungus. Kwa hiyo tiba ni nini? Tiba badake unaona daktari achukue sample ya damu, ya ile discharge, akaifanyie vipimo, then tujue ni bakteria gani anakusumbua ili upate matibabu. Sasa kila uchafu sio tatizo. Kila uchafu sio uchafu, no. Kila uchafu sio tatizo. Kuna wengine anatoka uchafu au ute kama wayai, ile tunaita ovulation, pale kwa siku za hatari. Kwa kutoka uchafu kama ute wayai ile wa mwisho, ile sio tatizo. Ile ni afya, wala hakuna tatizo lolote. Lakini kuna wengine analalamika kwamba mimi sije kutoka huo ute kama wayai, kwa hiyo sina siku zangu za danger. Hapana, unazo. Wengine anatoka, wengine hawatoki. Guys, uchafu unaweza kusababisha madhara 5. Kwa haraka video imekuwa kubwa. Unaweza kuziba mirija ya uzazi, fallopian tube blockage, unaweza kusababisha fibroids za mara kwa mara, myoma, unaweza kusababisha mirija ya uzazi kujaa maji, lakini pia unaweza kusababisha dryness, ukavu kwa sehemu za siri, lakini pia unaweza kusababisha michubuko kwenye uke. Anyway, kwa kufungia ni kwamba kama unatoka discharge ya aina yoyote, ukiachana na ile ya ute wa yai, usidharau. Lazima tatizo ulitibu, usije kupata changamoto mbele. Ukiambiwa mirija imeziba, fanya operation, kesi kubwa sana. Thank you.